Pokea dharau zao kwa amani, kwa sababu sio wewe, ni wao. Hisia ni kama misimu ya hewa, hubadilika kila mara, lakini watu wengi hawaishi kwa akili, wanaishi kwa hisia. Anayefanikiwa ni yule anayeweza kudhibiti hisia zake, asiyeweza kupelekeshwa na hali, matokeo, matukio na hata maneno ya wengine. Tofauti ya mtu asiyeweza kudhibiti hisia zake na bendera ni mlingoti tu, lakini kuhusu kupelekeshwa na upepo ni pacha kabisa. Katika maisha utakutana na watu watakaokuonesha dharau kwa maneno, kwa matendo au hata kwa jinsi wanavyokuangalia. Lakini ukweli ni huu: kudharauliwa sio kitu kinachohusiana na wewe. Kina uhusiano mkubwa sana na yule anayekudharau. Mtu anayekudharau mara nyingi ni dhaifu, ni mtumwa wa kiburi, ni maskini wa fikra. Hahitaji kukujua, atakuangalia tu. Umevaaje? Unaonekanaje? Ndipo aamue ya kuheshimu au kudharau. Hapimi thamani yako, anapima picha aliyojijengea kichwani mwake. Ukikutana na mtu wa aina hii, usimchukie, muhurumie, maana safari yake ya kukutana na yeye mwenyewe bado ni ndefu sana. Dharau nyingi duniani zinatokana na watu kuangalia hadhi, mali, muonekano na mvuto wa nje. Na kosa kubwa linalofanywa na wengi ni kupambana kuthibitisha. Wanapigania kuheshimiwa, wanajitahidi kuonekana ili wajisikie kuwa wao ni wa maana. Hawajui kuwa wao sio dharau, wala hawahusiani nayo, bali walioitoa ndio dharau yenyewe. Tatizo sio mdharauliwa, tatizo ni mtoa dharau. Watu hudharau wale wanaoamini wanaweza kuwamiliki, wanaowaona wako chini yao. Ndio maana kuna watu hata wafanye nini, hakuna anayethubutu kuwadharau. Kuwa tai. Ukidharauliwa usishuke chini kupigana, panda juu hadi ufike viwango ambavyo hakuna atakayeweza kukugusa. Usibadili chochote ili kutafuta kuheshimiwa na watu dhaifu. Mtu akikudharau, pokea dharau yake kwa amani. Kama lengo lake ni kujisikia vizuri, basi mwache endelee kujisikia hivyo. Lakini kumbuka hili: hatari kubwa sio dharau ya wengine, bali kujidharau mwenyewe. Hiyo ndiyo sumu ya kweli. Hakikisha unaiepuka kwa gharama yoyote. Amka.